Security yetu imekaa mbaya sana kwa hii Ketarwet yetu. Hatuna amani, kila mtu tunaipiwa vitu. Mtu anakuja anakata nyama kwa butchery, anachukua post ya stima. Sasa hatukuwa na amani. Leo ndio tumesema wacha tuangalie vile hii inaenda, na kama kuna security agents watuambie vile tunaweza endelea. My brother was beaten by unknown people. He was injured on the head, and thereafter my brother was taken to hospital where he undergo operation. So we are pleading for the government to give us justice, to give us security in our place. Nilipiwa pesa na wezi wa 27. Nilipia pesa, mimi ni mwana biashara, lakini sijui ni lini. Tangu saa hii sina pesa, sina chochote, na saa hii niko ngumu. Usiku nikakuta asubuhi mlango umefungiliwa. Nikashangaa hiyo watu ni nani, nilikuwa na bomoa nyumba yangu. Nyama karibu kilo 25. Sijui zikale pesa za jimi mnamagana. Lazima kuangalia mimi. Alafu sasa baadaye reaction ikatokea, lakini hao wezi tunajua wengine, lakini wengine hatujui. Suspects iko, lakini hakuna shughuli yote ambayo imechukuliwa. So tunaomba government yetu ya Kenya atusaidie na security. Ingewacha hapa Ketarwet watu hakuna kutembea usiku. Unapata mtu anagongwa, anafunja, pesa zinaenda, tunakuja kukaa kidogo kidogo, hiyo mambo inasahaulika. Alafu tunakuja kuanza ingine. So kitu yenye tunaomba Murkomen, ukiwa unasimamia mambo ya security, jaribu kuangalia hapa Ketarwet. Ile mambo ya security yote wananchi wamelia kuanzia leo. Vijana wale wenye wamefanya kitendo ya kuumiza watu, kupora watu, na wananchi wenyewe wamesema wanaijua, lakini kushirikiana na wananchi na walinda usalama tuko pamoja na kuanzia leo na kwenda mbele tutakuwa. Then after 2 weeks ama 1 week tutarudi tena hapa kusikia vile wananchi vile imeendelea. Kuna mmoja alikuwa makongwa na huyu akapeleka mpaka hospitali na ikafikia ICU.